Content creators wengi wanalia njaa, na ni kwa sababu ya makosa ya wazi ambayo wanaanza kuyafanya tangu mwanzo. Sasa ukisikiliza video hii mwanzo mpaka mwisho, utajifunza vitu ambavyo vitakusaidia sana kuepuka makosa makubwa ambayo yatakugharimu kupoteza fedha nyingi sana, lakini pia yatarahisisha safari yako ya kupata followers wengi na kuwa na growth kubwa mtandaoni. Na kwenye video hii naenda kushare na wewe hatua 3 za lazima na za muhimu sana kama kweli unataka kupata growth kubwa mitandaoni. Na hatua hizi nimezitumia mwenyewe na nimezithibitisha kwa sababu mimi mwenyewe zimenisaidia kuweza kutoka followers 2000 mpaka 300 ndani ya miezi 5 pekee. Sasa mfumo huu sio kwamba tu nimeutumia mwenyewe, tayari nimeshautumia kwa wanafunzi wangu wengi tu zaidi ya 1780 ambao wameutumia kwa mafanikio makubwa. Na uzuri unakuja na faida zote kubwa mbili. Unapata followers wengi kwa haraka zaidi, lakini muhimu zaidi ni kuweza kuuza, kwa sababu content bila kuuza biashara ni kupoteza nguvu bure. Na wakati mwingine utakuwa unajiuliza, pengine hii haiwezi kufanya kazi kwangu. Ni kuondoe hofu kabisa. Hizi principles ambazo wanashare na wewe hapa zimefanya kazi kwa watu wa kawaida kabisa, na pengine utashangaa sana vile ambavyo ni vitu ambavyo ukianza kuviapply right away utaanza kupata growth kubwa na maendeleo yako yatakuwa makubwa sana kwenye game yako ya content. Sasa na bila kupoteza muda, tuanze kuziangalia hatua moja baada ya nyingine. Principle namba 1 ya kukusaidia kufanya vizuri kwenye mtandao wote ule ni kuhakikisha unajua unfair advantages zako. Nikisema unfair advantages zako ni baraka ama vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ameweka ndani yako ambavyo kwako ni vitu rahisi kuvifanya ama vinakuja automatic, unaviweza sana, lakini watu wengine wanatumia jitihada kubwa na wanatumia nguvu kubwa kuweza kuvifanya. Kuna vitu ambavyo wewe unaviweza sana ambavyo kwako vinaonekana ni zawadi. Sasa hivi ni vitu lazima tuvitafute na uweze kuvitumia. Ili uweze kufanikiwa katika game ya content, lazima uvifahamu vitu hivi, kwa sababu ndivyo vitakupa utofauti na watu wengine. Sasa moja ya changamoto kubwa inayowakumba content creators wengi ni kujikuta tu ameingia kwenye content, ameanza kuiga watu bila kujua anatengeneza content za aina gani. Kwa hiyo unajikuta kwamba ujuzi wako wa ndani hujui na hutumii vizuri, vipaji vyako hujaviassess vizuri, huvitumii. Lakini kila zawadi ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia anaona kwenye maisha yako, uzoefu na kila kitu, vyote ambavyo uko navyo unakuwa vitumii, kwa sababu wengi wanaangalia jicho la kuiga kwanza kabla ya kuweza kuangalia ndani yao kuna nini. Ndio maana ni muhimu sana kwanza kuangalia una vitu gani ambavyo ukivipeleka kwenye content itakuwa rahisi zaidi kwako kuweza kufanikiwa, watu kukusikiliza na kuweza kukupa nafasi. Nitakupa tu mfano moja. Ninapozungumzia ubunifu na upekee kwa kuangalia vitu vyako vya ndani, mwangalie mtu kama Pengo Makeke na comedy ambayo anafanya. Amechagua kufanya content za aina ya utapeli, lakini ndani yake kuna comedy. Na jana nimetizama interview fupi ya Dude akiwa analalamika kwamba bwana mdogo alikopi na hajaenda kuomba. Sasa kila mtu ana mtazamo wake, lakini ukiangalia kwa makini utagundua kwamba kuna elements ambazo Pengo anazitumia amezitoa kwa Dude kwa maana ya content za utapeli, lakini Pengo akaenda mbali kidogo kwa sababu yeye anatapeli na anachekesha kwa wakati mmoja. Sasa Dude alikuwa anafanya ile serious, ule utapeli umekunja ndita nini, yani tapeli serious business, lakini Pengo ana kitu cha ucheshi ndani yake kama jokes na vitu kama hivyo. Sasa hiyo inaleta upekee, kwa sababu angeweza tu kuishia kwenye kufanya content za utapeli ambayo kila mtu anaweza kufanya, lakini kuweka hiyo element ya ucheshi comedy ndani yake, maana hicho ni kitu ambacho yuko nacho. Kwa hiyo lazima uangalie ni vitu gani ambavyo uko navyo, kivichanganya vinaweza kukupa kitu kizuri zaidi. Kuna creator mwingine anaitwa 04, yeye anatengeneza picha mbao, na kuna kitu kizuri cha kujifunza kutoka kwake. Yeye aligundua status ya nyumbani kwao, akaamua kutumia familia yake, changamoto za nyumbani, kuwatumia wazazi wake kwenye kutengeneza content za biashara yake. Kwa matokeo ni kwamba watu wanapenda kuangalia namna ambavyo anaengage na wazazi wake, anapiga story na wazazi wake, anatana na wazazi wake, na ndivyo anavyouza zaidi, kwa sababu content zake zimerevolve around changamoto za nyumbani kwao, lakini pia namna ambavyo anaweza kuengage na wazazi wake katika kutengeneza content.
hizo ni element za upekee ambazo hazifanani na watu wengine. Kwa hiyo ukizitumia vitu kama hivi ni rahisi sana kuweza kufanikiwa kwenye content. Shida ni kwamba watu wengi hawapati nafasi ya kuweza kuziangalia kwanza hizo unfair advantage, na wanajikuta wameshakimbia tu wametengeneza content, halafu uko mbele inakuwa ngumu kwa sababu ulikuwa na copy kwa watu na kuwa utumii vitu vyako mwenyewe. Sasa ukishakuwa tayari una unfair advantages, kuna hatua ya muhimu zaidi ambayo unafaa sasa uiangalie kwa makini sana, na hii ni kuchagua aina za video ambazo zinaendana na wewe. Na hapa ni muhimu sana kuchagua format ambayo inaendana na kile unachokifanya. Ziko format nyingi sana. Kwa mfano, hii video unayotazama hapa tunaita talking head. Maana talking head unawasha kamera, unakuwa mbele, unaanza kuzungumza. Kuna video za reaction, unachukua video ya mtu mwingine then una react pembeni ama kwenye hiyo video, lakini unakuwa unatoa kama commentary fulani kama uchambuzi. Hizo ni reaction. Ziko video nyingi sana ambazo lazima ujifunze na kuweza kuelewa kipi ambacho kinakufaa zaidi. Kwa mfano, kuna wengine wanapenda kutengeneza video za lifestyle. Kwa mfano, ukienda Instagram kuna mtu kama Branding ndani anafanya sana lifestyle content ambazo nayo ni kitu cha tofauti. Yeye unakuwa kuzungumza kama mimi ambavyo ninavyozungumza. Kwa hiyo ni lazima ujue video ipi ambayo ukifanya itakufaa zaidi kwenye kitu unachokifanya na itakuwa rahisi zaidi kwako. Mwingine anapenda kurekodi matukio alafu anaenda kuweka voice over, anakuwa anasimulia story. Kwa lazima uangalie, je, aina gani ya video inakufaa sana. Kwa watu kwa mfano ambao hawapendi kuonekana mbele ya kamera, mnaweza mkachukua matukio ya kazini, matukio kama B-rolls ama behind the scenes, then umetulia zako magetoni, unaweka voice over, mambo yanaenda vizuri. Kwa lazima uchague aina ya format ambayo inaendana na kitu unachokifanya. Na format ni ya lazima sana kwa sababu moja, ukichagua aina za video ambazo huenjoy wewe mwenyewe kuzifanya, itakuwa struggle kwako, itakusumbua sana, utakuwa unapambana sana kuifanya. Kwa mfano hizi video za talking head ambazo mimi nazifanya, kamera iko mbele, nazungumza tu, nafunguka tu. Watu wengine hawawezi kufanya hizi video. Kwa hiyo ukiwa unafanya kwa kujiforce, unakuwa unateseka. Kwa matokeo yake ni kwamba utachoka kufanya video na utakata tamaa kwa sababu haiji kwako automatic. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua aina za video ambazo wewe unafaa kuzifanya. Na hii itakusaidia sana especially kama unataka kuwa na ukuaji kwenye mitandao kama TikTok ama mitandao kama Instagram ama Facebook. Lazima ujue aina video unayotaka kufanya. Hii pia ina apply kwa video ambazo tunatengeneza YouTube. Kwa hiyo inategemea na sehemu ambayo upo. Sasa kabla tujaenda mbali, nikukumbusha tu kwamba kwa mtu yote yule ambaye anataka kuingiza fedha, kipato mtandaoni kwa kutumia content, kuna community maalum ya Kaya ambayo ina wataalamu wengi kutoka kila sekta ambao wanatengeneza content kwa ajili ya kuingiza vipato kwenye biashara zao. Ili kuweza kupata nafasi ya kwenda kusoma na kuweza kuungana na wataalamu wengine, angalia linki kwenye description, ama unaweza kwenda kwenye akaunti yangu ya Instagram na ukanitumia DM kwa kuniambia tu neno Kaya ili uweze kupata. Sasa naamini mpaka sasa hivi tayari umeshajua unfair advantages zako, tayari umeshajua aina ya format. Na kwenye format, ukishajua format ya video unazotaka kufanya, jambo jingine la muhimu sana kutizama ni niche ama aina ya maudhui ambayo unataka kuzungumza kwenye video zako. Je, wewe ni mtu wa mapishi, wewe ni mtu wa afya, ni mtu wa nutrition, ama tu ni food lover, mtu wa fedha, mambo ya uchumi ama personal development? Lazima ujue aina zako za content ambazo unataka kutengeneza. Na ukisha establish aina za content unazotaka kutengeneza, sasa unahitaji kwenda deep zaidi na kuweza kuangalia kitu ambacho tunaita data and analytics. Data and analytics. Sasa pengine hii ni moja ya kitu cha muhimu sana kwenye game ya content. Naona watu wengi sana huwa wanapuyanga tu kwenye kutengeneza content. Kama kuna kitu ambacho nijifunza kwa kiwango kubwa sana kwenye ukuaji wangu wa Instagram na Facebook, kutoka followers 2000 mpaka 300,000 ndani ya miezi mitano, ni kucheza na data zinazotokana na performance ambayo ipo. Jifunze kusoma matokeo, kwa sababu unachokipima ndicho unachoweza kuimprove. Kila ambacho huwezi kukipima huwezi kuimprove. Kila siku utakuwa unatengeneza content bila kujua uwekeze nguvu wapi. Kila siku unapuyanga bila kujua unatoka wapi, unaenda wapi. Ngoja nikupe siri moja. Kwenye kutengeneza content kuna kitu watu tunaita double down. Double down tunaita double down. Double down ni aina ya content ambayo imefanya vizuri sana kwenye video zako, kwa hiyo unakuwa unairudia.
video ile ile unaweza ukairudia ukaimprove kidogo, ukabadilisha huku, ama video kwa in talking head ukaenda ukaichomeka ikawa kama reaction, vyote vile una improve, lakini hiyo video iliyofanya vizuri kwa sababu tayari ni proven concept kwamba hii video inafanya vizuri, unairudia. Ndio maana inaitwa double down. Kwa hiyo lazima ujifunze kutumia data zako. Na kwa mitandao kama Instagram inakupa sehemu ya kuweza kuangalia performance ya video zako. Kwa mfano ukitumia application kama ya Edit inakurahisishia kuweza kuona video zinazofanya vizuri. Kwa hiyo pambana kuhakikisha unajua video zako zinazofanya vizuri TikTok, zinazofanya vizuri Instagram, zinazofanya vizuri YouTube. Halafu uanze kuzirudia. Watu tunasema hivi, video ama ujumbe ambao tunataka tuwafikishie watu tunapambana ujumbe tuufikishe ujumbe ule ule kwa njia 1000 tofauti. Yaani tunazungumza kitu kile kile kwa njia tofauti, kwa njia 1000 zaidi. Kwa hiyo usiogope kurudia video. Kwamba eti kwa sababu hii video nishaifanya, watu wataona kama narudia. Watu wanapenda sana kusikia vitu ambavyo unavirudia kwa sababu repetition ndio msingi wa maendeleo. Kwa hiyo video zote ambazo zimefanya vizuri hakikisha unazirudia mara kwa mara kwa sababu ndio growth yako imejificha huko. Na hii mbinu nimeitumia sana kwenye ukuaji wangu kwenye mitandao ya Instagram na Facebook. Usiache kurudia video ambayo inafanya vizuri. Lakini utajua tu especially kama umefocus zaidi katika kusoma analytics na data ili kuweza kujua video zako zinazofanya vizuri zaidi. Niseme tu kwamba epuka sana kufanya content kwa mazoea. Utasumbuka sana, utakuwa unalia kila siku, mbona sipati followers, mbona sipati pesa mtandaoni? Ni kwa sababu nafanya vitu kwa mazoea. Mwanafalsafa na mwanasayansi Albert Einstein aliwahi kusema, ukichaa ni kufanya jambo lile lile mara kwa mara ukitegemea matokeo tofauti. Kwa hiyo kama unatengeneza content kwa kutumia mbinu zako zile zile za chini bila kujifunza mbinu mpya ambazo zitakusaidia kukua na ukitegemea matokeo tofauti, hiyo itakuwa ni sawa na kuchanganyikiwa. Kwa hiyo ni vizuri ukajifunza na kuimplement. Hizi mbinu 3 ni mbinu za kivita ambazo ukiziapply tu ndani ya siku 30